Kuna huyu mzee hapa anaitwa Barlaj Kapoor. Ni mzee fulani hivi mwenye kuheshimika sana kwenye hili eneo ambalo anaishi. Anaishi kwa furaha sana na mke wake pamoja na mtoto wao wa kiume anaitwa Avinash Kapoor. Sasa Avinash anarudi India baada ya kutoka masomoni Uingereza na anarudi kwenye biashara ya baba yake. Kwenye hii safari anakutana na msanii fulani hivi mdada anaitwa Malvika. Mwenyewe anajiita Mel. Siku moja wakati Avinash na baba yake wanacheza zao mchezo wa golf pembezoni, alikuwepo msichana Mili amepoa. Anaendelea na kazi yake tu ya uchoraji. Ndipo mpira unaangukia kwenye mchanganyiko wa rangi zake. Baraja akasogea na kuona nini kilichotokea. Baada ya yote, alidhihaki tu kile kilichotokea na kumfanya Mili kuwa na hasira na kuamua kuondoka. Kwa kuona watu matajiri ndivyo walivyo, hawajali kuhusu wengine. Avinash anaamua kumfuata Mili na kumbembeleza na kuomba msamaha kwa ajili ya baba yake, na akamdanganya kwa yule sio baba yake bali ni bosi wake tu kwenye kampuni anayofanyia kazi. Avinash anaamua kuficha utambulisho wake na utajiri wake ili kumvutia Mili, ambapo analazimika kufuatilia hadi mahali anapoishi na sehemu yake ya kazi. Akaanza kufanya vitu ambavyo anavipenda bidada. Mara zote Avinash huwa sio mpenzi wa chai. Akaanza kuwa anatumia chai na kutembelea mara kwa mara mgahawa ambao Mili huenda kupata chai kila asubuhi. Kwa mara ya kwanza Mili alijua kukutana na Avinash ni kama bahati. Wazungu wanasema ni coincidence. Lakini baadaye akaja kugundua haikuwa ni bahati, bali Avinash alikuwa akimfuatilia kila hatua zake. Ndipo safari ya mapenzi ikaanza kati yao. Mili anapata tenda ya kwenda kuuza michoro kwenye kampuni ambayo Avinash anafanyia kazi. Wakati yuko pale anamuona yule mzee Baraji akimuita Avinash mwanao. Ndipo Mili anagundua kuwa alidanganywa kuwa hakuwa bosi tu bali ni baba yake wa kumzaa. Mili akapata hasira zaidi na kuondoka. Lawama sasa zikarudi kwa mzee. Kwa nini amuite mwanawe wakati mara zote huwa wanaitana badi, yani rafiki? Baraji anamkimbilia Mil na kumwambia dhamira ya mtoto wake haikuwa mbaya. Angemwambia ukweli tangu mwanzo asingemkubalia, na akamuomba msamaha kwa kile kilichotokea. Na akamuomba kesho, ambapo ni siku ya mwaka mpya, akajumuika na familia yake kusherehekea siku hiyo. Ilipofika siku ya mwaka mpya, gari kali la kifahari lilitua kwa kina Mili tayari kwa ajili ya safari ya kwenda kusherehekea mwaka mpya. Wakati huo anamwacha nyumbani Rajat kwenye maumivu makali, ambaye alikuwa anampenda tangu hizi za utoto wao. Mchizi alibaki kuumia sana. Mili anafika sehemu ambapo wamepaandaa kwa ajili ya kusherehekea mwaka mpya, ambapo hakukuta hata mwanafamilia hata mmoja. Ndipo Avinash anatokea na kumchumbia na kumuomba awe mke wake. Yote alikuwa ni surprise tu kwa bidada. Mili anakubali kuolewa na Avinash. Baba na mama yake Avinash wanatokea na kumkaribisha Mili kwenye familia yao, na wanafunga ndoa na wakapata mtoto, wakamuita Anshi, na maisha yao yakawa mazuri sana na ni hadithi tamu sana ya mapenzi. Sasa baada ya muda kadhaa kupita, Avinash anapata safari ya kwenda Uingereza kumwakilisha baba yake katika biashara zake. Na siku ambayo alikuwa anarejea nchini ndio siku ya kumbukumbu ya mtoto wake kuzaliwa. Ikatokea ajali. Avinash akafariki dunia. Mili alikuwa na huzuni sana, pamoja na familia yote ya Kapoor ikakumbwa na kiza, yani huzuni imetawala. Mtoto wao wa pekee amefariki. Mili anaamua kuishi kwa kumbukumbu za mume wake kiasi kama mtu aliyechanganyikiwa, na mtoto wake Anshi akimkumbushia kuhusu babake, kucheza na kulia kwenye mvua, kufunga kwa ajili ya ndoa yake wakati tayari mume wake ameshafariki. Baba mkwe, babake na Avinash, Baraji hataki kumuona Mili akiwa mwenye huzuni sana, ambaye maisha yake yamejaa matumaini kwa kuishi na kumbukumbu za mume wake. Na ndipo mzee anachukua uamuzi wa kufunga safari hadi Marekani, ambapo rafiki wa Mili wa zamani ameanzisha maisha yake mapya baada ya crush wake kufunga ndoa na Avinash. Baraja anafika hadi klabu moja ambapo Rajat anaendeleza kazi yake ya sanaa ya muziki hapo. Rajat anamfahamu Baraja ambaye ni baba mkwe wa rafiki yake na baba wa Avinash. Anashangaa kumuona pale. Wakapata muda wakazungumza kuhusu maisha ya sasa.
Anamkumbusha Baraji kuwa nilimwambia Avinashi kuwa ahakikishe hata siku moja chozi la Mili halitoki kushuka chini, tofauti na hapo nitamuua. Ndipo Baraji anamwambia hahitaji kufanya hivyo kwa sababu Mwenyezi Mungu alishafanya hivyo. Avinashi hayupo tena duniani, na mtu ambaye unaweza kurudisha tumaini na mwanga kwenye maisha ya Mili ni wewe Rajat. Baraji anafanikiwa kumshawishi Rajat kurudi India kuchukua nafasi ya Avinashi, yaani aende akamshawishi Mili aweze kufunga naye ndoa. Alikuwa jambo rahisi kwa Mili kwa sababu yeye anamchukulia Rajat kama rafiki wake wa zamani. Hisia na mapenzi yake yote ameelekeza kwa marehemu mume wake. Baraji akapata kazi nyingine tena ya kuweza kumshawishi Mili kuanza upya, kwa maana inatakiwa akubaliane tu na ukweli kwa mume wake hayupo tena. Ni kama maji ya bahari tu, yanapendeza, yanatamanisha kuyanywa, lakini hayawezi kukata kiu. Mzee Baraji kumchukulia Mili kama mkamwana, bali alimchukulia Mili kama binti yake wa kumzaa. Baraji alisimama kama baba kuhakikisha furaha ya Mili inarejea tena. Lakini hili swala likapitia vita kali na upinzani kutoka kwa familia, ikiwemo mke wa mzee Baraji, ambaye yeye hofu yake kubwa ilikuwa ni mjukuu wake Anshi kwenda mbali pindi tu mama yake atakapoolewa na Rajat, kwa maana Anshi humuona kama mtoto wake Avinashi aliyezaliwa upya, pamoja na kaka yake mkubwa Baraji, pamoja na kaka yake mkubwa Balaji ambaye ameshikilia mila na tamaduni zao kuhusu ndoa ya mke wa zamani aliyefiwa na mumewe kuwa kama mkosi na laana ambaye anatakiwa kuishi kwa kutengwa na kujificha. Yaani hapa kaka yake mzee Balaji ameshikilia tamaduni kwamba mke ambaye amefiwa na mumewe anatakiwa aishi kwa kutengwa. Sasa hii ikawa changamoto kubwa kwa mzee Balaji ambaye alikuwa na dhamira ya kurudisha maisha kwa binti yake Mili. Huzuni kubwa kwa wazazi wake na Mili, ambao hata baada ya mume wake kufariki aligoma kabisa kurudi kwa wazazi wake, akiamini kuwa nyumbani kwa mume wake ndipo makazi yake yalipo. Mzee Baraji akasimama bila kutetereka kwa kutoa mfano wa mjane wa mdogo wao ambaye kaka yake mkubwa ameshikilia kuwa asiolewe. Mwanamke yule anaeleza uchungu alionao na kutamani kuishi maisha kama watu wa kawaida. Ndipo kaka mkubwa na ndugu wengine wanatambua kuwa jinsi gani wamekuwa binafsi na kusababisha maumivu mbele ya mjane yule. Hatimaye Baraji anatetea haki ya Mili kuishi kwa furaha tena, kwa ushindi tena. Mili anaoana na Rajat. Na mwisho kabisa wa movie, roho ya Avinashi inaonekana kwa baba yake akimshukuru na kuibariki ndoa ambayo mkewe amefunga, na amani inapatikana. Nimeumaliza huu mzigo. Niandikie umeonaje huu mzigo. Mimi ni Thomas Junior. Till next time. Ciao.